ikiwa hawa wachimba chumvi wa Sudani Kusini tumewashinda kuwafunga, tutaweza mziki wananchi tarehe 12? Unasema? Hawa wachimba chumvi wa Sudani Kusini, timu ambayo ndogo imeanzishwa 2009, tumewashinda kuwafunga, tutaweza wananchi? Hebu tuzungumzeni ukweli kabisa. Unaweza kuona ule mchezo wa jana, refari kwanza alitubeba. Refari alitubeba mno, sisi wenyewe tu tulizingua wenyewe tu kabisa. Unaweza kuona kuna baadhi ya mtu anaweza kuambia tunapocheza ni pre-season, jinsi tunapocheza kwamba sio mashindano ambayo ya kuanza kuihukumu Simba, lakini hata mazoezini watu wanafunga. Hata kama ingekuwa ndo mechi ya bonanza, basi hata magoli tunakosa. Mechi 2 mfululizo. Sasa tumeenda kufanyaje? Tumeenda kujidhalilisha. Bora tusingeenda. Tumeenda kuna maana gani? Kwa sababu ikiwa mechi 2 hapa mazoezini kwenyewe watu wanapocheza mazoezi, of course bado wanapata magoli. Na ndio maana nasema kwenye upande huo wa usajili, nimeona baadhi ya wachezaji watu wanawakingia kifua. Kama ile fari wetu Diombia. Diombia ni mchezaji ambaye hakustahili kuchezea Simba, ni mchezaji wa kawaida. Of course kabisa. Ndugu yangu wa Matole, unaponiekea Suleiman Mwalimu hapa na Diombia. Mwalimu ni mchezaji bora ukilinganisha na Diombia. Sababu pekee ambayo tulomsajili yule Diombia ni sababu moja tu, kwamba amefunga magoli 17 kwenye ligi kuu kwenye ligi ya Orange Pro, ligi kuu ya Mali. Alafu huyo Diombia ndio maana kama ni mchezaji wa kawaida. Sio MVP kwenye ligi kuu ya Mali. Huyo Diombia ni mchezaji ambaye MVP wa Mali ni Issa. Yule mchezaji wa Real Bamako ndo most valuable player MVP. Lakini Diombia akatoka kwenye timu ya kawaida. Na mimi nashangaa kuona mashabiki wenzangu wengi wamemwekea matamanio makubwa. Huyu mchezaji na Suleiman Mwalimu, bado Mwalimu ni bora kuliko huyu. Huyu mchezaji unaweza kuona ana experience player. Yaani kwamba sio mchezaji ambaye ana uzoefu. Huyu mchezaji ili aweze kufunga unahitajika umwekee viungo wengi. Awepo Chama, awepo Maema, awepo Ura na Mpanzu wamzunguke ndo afunge. Lakini kwa huyu mchezaji, kwa wachezaji ambao walikuwepo kina Loemba, huyu haitwi Loemba, huyu anaitwa Kilemba. Huyu sio Loemba, huyu ni Kilemba. Na ndio maana nakwambia huyu dalali wa Diombia ana hali gani? Ni mchezaji wa kawaida mno, Mashabiki wenzangu jana nimefurahi, nimeona mashabiki wenzangu wengi wameungana na mimi, wanakubali kwamba huyu sio mchezaji. Huyu ni mchezaji ambaye mimi na imani kuna mtu fulani ana 10% na huyu mchezaji. Mchezaji wa kawaida mno. Sasa watu wanajiuliza maswali kwamba hivi Simba pale mmeenda kushiriki, mmeenda kwa ajili ya kuchukua kombe, mmeenda kwa ajili ya nini? Ukiniuliza mimi tumeenda kujidhalilisha. Kwa timu kama timu yangu, jinsi unavyoiona, tumecheza na Wasudani wale juzi wale wanaitwa Mogadishu. Ile Mogadishu imeanzishwa 2019. Ile timu unaweza kuona imetoka Somalia huko. Timu yenye vita, wadhaifu, tumewashinda kuwafunga. Kwanza pacha, unafahamu kama Mogadishu jana amefungwa na Singida Black Stars goli 4-0? Na ndio maana nakwambia Singida ni bora kuliko sisi kwa takwimu kwa Kagame Cup. Kwa sababu wao wamefunga Mogadishu goli 4, sisi tumewashinda kuwafunga. Na ndio maana nakwambia kwenye upande huu wa usajili msimu huu tumefeli na muda bado upo. Mimi ni shauri management yangu, hao wachezaji wote hawa tuwakate. Kabisa, usajili tumefeli, tuanze upya kwenye usajili. Chemistry bado. Na ndio maana nakwambiaje ndugu yangu, ukiniuliza mimi tuweni wa kweli. Hata yule mchezaji ambaye yule Karesto wanamuita Mahalwa. Yule Karesto ndo jana ndo amejizalisha kinoma. Mashabiki wote tumemdharau yule mchezaji. Ndio jana, ndio maana mimi nasema yule mchezaji ni machachari, sio hatari. Haiwezekani kama mchezaji bora ndugu yangu wa Matole ukatolewa kwa mkopo kwenye timu almost 6. Yule katolewa kwenye timu zote za Zambia, za wapi, za Afrika Kusini. Yule mchezaji katolewa kwa mkopo. Unaweza kuona katolewa kwa mkopo kwenye Upton City, anaitwa kwenye Swallows, kwenye timu zote hizi, timu 5 mchezaji anatolewa kwa mkopo. Maana yake nini? Huyo mchezaji ni machachari, sio hatari. Na ndio maana nakwambia mashabiki wenzangu wote wataungana na mimi. Ni mchezaji mwenye kiwango kidogo mno. Yule ana tofauti na Budo Mutale. Na ndio maana nakwambia ndugu yangu wa Matole, dirisha la usajili bado lipo. Lakini kocha, kwa mwenendo huu unavyoangalia,
Simba mtatoboa kweli kuelekea angalau kulichukua ile kombe? Hiyo ndio imeisha. Unaweza kuona tumekutana na timu ambazo unaweza kuona wali machumvi hawa. Timu kutoka Somalia, timu kutoka Sudani ya Kusini. Bado kuna Al Hilal, bado kuna Singida, kuna Vipers, tutawaweza? Hebu tuweni tu wa kweli tu. Ikiwa timu wali machumvi wa Sudani, timu ambayo 2009 kama ambao tuliocheza nao sijana Jamusi 2009. Hawa tuliocheza nao tena hawa jamaa wale 2019 tumewashindwa kuwafunga. Kuna mtu anatoa hoja dhaifu kwamba eti ni mashindano ambayo hayana faida. Tulienda kufanyaje? Tumeenda kujidhalilisha. Hata mazoezini kwenye watu wanafunga magoli. Hebu ifike wakati tuongeeni kweli. Mbona Kapombe jana kaumia, katolewa nje kabisa? Kapombe jana kaumia, tumemwona. Yule namba 2 yule Nathan Chilambo, kwangu mimi, sio mimi tu, shabiki wote wa Simba mwenye akili timamu hawezi kuambia kwamba Kapombe na Chilambo akaenda na Chilambo. Bado Kapombe ni mchezaji bora. Ndio maana nasema kwenye timu yangu kuna madhaifu makubwa. Yule Chilambo bado kwangu bado hawezi kumchallenge Kapombe. Unaweza kuona tuna madhaifu ya namba 2 na madhaifu ya namba 8, namba 10, tuna madhaifu ya center back namba 4. Unaweza kuona hata jana hajacheza yule Ismail Toure. Yule Toure ni mchezaji bora ukilinganisha na Vedastis alivyocheza yule. Hebu tueni wa kweli kabisa. Alipoingia Libasege bwana, mchezo ulibadilika, unaonekana mchezo kuwa na uhai. Pengine Libasege unamzungumziaje? Libasege wonderful, mchezaji bora kabisa. Unaweza jana Libasege alivyoingia timu ilibadilika kabisa. Ni mchezaji ambaye ana tanki na ni mzuri zaidi kwenye counter attack. Libasege ni mchezaji ambaye ametuheshimisha wana Simba. Unaweza kuona ndugu yangu, ndio maana nakwambia mimi msimu huu umefeli usajili. Hebu mtafutie mwana Simba yote. Mwambie bwana una yule Karesto Maharwa, una Libase Gay. Unaenda na nani? Bado Libase ni mchezaji bora. Mtafutie shabiki mwingine wa Simba. Mwambie una Karesto, una Oura. Naona nakwambia wachezaji wetu wa kina Libase, Oura, Mpanzu na Chama ni wachezaji bora kuliko usajili huu uliofanyika. Huu usajili uliofanyika ni usajili wa kimiemko. Hebu mwambie mashabiki wote. Tumemsajili Diombia kwa sababu ni moja tu, kwamba huyu mchezaji amefunga magoli 17 basi. Kwa sababu unaweza kuona kwenye ligi kuu ya Mali huyu sio MVP. MVP ni Isa wa Bamako. Huyu mchezaji na Mwalimu, bado Mwalimu ni mchezaji bora. Hii na sijaona wachambuzi wengi wakazungumza. Usajili huu tumekurupuka na bado dirisha la usajili bado lipo. Ikiwapendeza management yangu, ikiwapendeza mashabiki wenzangu, tukubali tumepata hasara kwenye dirisha hili la usajili. Tujipange, ukiwezekana wachezaji wote hawa tuachane nao, tusajili tena wenzetu. Tunaweza kuona hawa wenzetu wamemsajili Peter Shalulile. Huyu Peter ana uwezo wa kufunga hewani, ana uwezo wa kushangilia hewani. Unaweza kuona hawa wana most valuable player, MVP wa ligi kuu ya Zambia. Huyu MVP na sio forward, ni winga. Winga ambaye anafunga, takwimu zake zinaongea, ana magoli 17 na assist ngapi? Assist 5. Na bado ana yule Zorani Mohamed ambaye anaitwa Hussein Zorani. Yule ni mchezaji mkubwa wa Komoro. Tarehe 12, hebu ni shauri management yangu, tukubali tusipeleke timu. Ni heri ya lawama kuliko fezea. Mimi nakwambia tuenda kuzalilika kabisa kwa kikosi hiki. Nikiangalia timu yangu, nikiangalia wananchi na walivyokuwa na hasira safari, wanaenda kutumaliza. Unaonaje sasa kwa mashindano haya yatawafanya chemistry ipatikane ndani ya Simba Sports Club kwa hiki kinachoendelea sasa hivi? Tuwe wa kweli kabisa, tuwe wa kweli. Ni bora mimi ningeelewa vizuri hii management yangu, tungeachana kabisa na mashindano. Cha kwanza kabisa tunaenda kujidhalilisha. Kama mfungo na Singida ili mtoke. Na kwa mimi ni bora tujivunje tuondoke. Tukaitengeneze timu yetu. Bado timu yetu ina mapungufu makubwa. Bado timu yetu unaweza kuona bado kuna wachezaji tuliowasajili wote hawa failures. Brother, hebu tuweni wa kweli. Bado. Na ndio maana nakwambia mchezaji bora anaonekana. Ule Kevin Nasho, na aitwa nani Kevin Nasho? Yule alipocheza mechi ya kwanza tu, kila mtu akwambia ni mchezaji bora. Jana alipoingia Libase Gay, mashabiki wote wa Simba tulipata furaha. Of course Libase jana alicheza vizuri. Kwamba Kevin Nasho anafanania na Kapombe ama? Unapomzungumzia Kevin Nasho, yule bwana ni mchezaji ambaye unaweza kuona hata anacheza box to box midfielder. Kevin Nasho ana tanki na ana nguvu, ana composure hali ya juu.
anaweza kuchukua mpira katikati ya kuipeleka wapi? Kuipeleka juu. Unaweza kuona Kevin Nasho ni mchezaji ambaye kwanza hata ukimpush kwenye mashambulizi ana uwezo wa kutuliza mpira, kutuliza timu na kupiga pasi fupi fupi. Wonderful, kiungo bora kabisa. Nataka tuzungumzie kuhusiana na hiki kinachoendelea sasa hivi mtandaoni. Wanasema baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kwamba Yanga wamefanya ujanja, yule Shalulile hawajamsajili, isipokuwa tu ni namna ya kutafuta kula ili watu wachaguliwe katika uchaguzi, kwamba pengine inawezekana ikawa ni kama ile ya siku ile ya Manzoki imemtambulisha, lakini kumbe ilikuwa ni namna ya kutafuta kula. Kwanza wanaosema kwamba Yanga hawajamsajili Peter Shalulile, hao mashabiki hao hawajui boli kabisa. Hao mashabiki kwanza ni machawa. Hebu tuweni wa kweli. Mtu mwenye akili timamu utasema kwamba Yanga hawajamsajili Peter Shalulile, ambao kila mtu kaona bali tu kwamba Peter Shalulile si tulimtaka tukamkosa. Hao mashabiki ambao wanaona kwamba hawajamsajili Peter Shalulile, hebu wafuatilie. Walisema kwamba Peter Shalulile ni mchezaji wetu, wakatuaminisha kwenye Instagram, kwenye Facebook, wakachafukwa mpaka kikosi wakapanga. Wakasema Shalulile anacheza hapa, huyu kushoto atatokea Aura, huko atatokea Libase Gay. Leo hii wanageuka wanazungumza ati kwamba Yanga hajamsajili Peter Shalulile. Hebu tuzungumzeni ukweli. Walituaminisha kwamba Mwamnyeto anakuja Simba. Of course jana Mwamnyeto amesajili Yanga, ameongeza miaka 2. Hebu tuweni wa kweli. Ndugu yangu wa Matole, lazima tuheshimu uwekezaji wanaofanya hawa wananchi, kwamba viongozi wa Yanga hawadanganyi, ni mchezaji halali wa Yanga kabisa, katika viongozi bora ambao waliheshimisha ligi yetu pamoja na viongozi wa Yanga. Jana alikama amezungumza kwamba leo anatoka kwa airport. Na ndio maana nakwambia ndugu yangu wa Matole, hawa safari hiyo wamekuja kivingine. Hawa safari wamevurugwa na machungu. Jana bwana nimemwona kuna mchambuzi mmoja anaitwa Hans Raphael. Huyu ni mchambuzi huwa kwa aina moja nyingi huwa anatubeba sana sisi mashabiki wa Simba. Anabeba je Simba? Kabisa. Na huyu mchambuzi katika mchambuzi mbishi huyu namba 1. Lakini jana nimemwona ameandika anasema kwamba Yanga wameanza mazungumzo na Faisal Salum Feitoto. Na Yanga bwana wanapomtaka mchezaji huwa mkosi. Yanga wakikuhitaji wanakupata. Endapo kama Yanga watafanikiwa kumsajili Faisal Salum Feitoto, huyu ni mchezaji bora kabisa. Unaweza kuona huyu bwana, kuna baadhi ya mashabiki wengi wanamfahamu kwamba ni attack midfielder. Ni mchezaji bora endapo atapocheza attack midfielder. Ana uwezo wa kutengeneza, ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho, anapiga mashuti. Hata huyu Faisal ana creativity ya ubunifu kiwango cha juu kweli kweli. Na jambo jingine ambalo mashabiki wengi ili nawapa wajui. Faisal Salum mchezaji ambaye anaweza kucheza box to box midfielder namba 6 ile ya ukweli kabisa. Faisal anacheza. Ndio namba 6 na utamba nini mtandao? Sikwambii kwamba Yanga washamsajili Faisal Salum, lakini ni jinsi nilivyoona kwamba washaingia mazungumzo na Faisal Salum. Na Yanga wanapohitaji mchezaji huo wa mkosi, tutegemee surprise nyingine. Lakini tumesikia baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kwamba ndoto za Faisal ni kuchezea Simba Sports Club. Unadhani Yanga wanaweza kufanikiwa kweli katika hili? Mimi kwa sababu unavyoiona kwamba Yanga wamefanikiwa kumsajili Peter Shalulile, wanataka kuonyesha watu kwamba hawajabahatisha kumsajili huyu Peter. Kwa sababu unaona bado kuna mashabiki wenzangu wengine bado wanabisha, wanaona kama Yanga wamebahatisha kumsajili nani? Huyu Peter Shalulile. Kwa hiyo Yanga wanataka kuonyesha watu kwamba sisi hatujabahatisha kumleta Peter. Wanataka kuendelea kuwaziba watu midomo. Na ndio maana mimi sitoshangaa nikiona Yanga watamsajili Faisal Salum Feitoto. Kwa sababu kama mazungumzo washaanza mazungumzo. Na nakwambia endapo kama Yanga watafanikiwa kumsajili Faisal Salum Feitoto, watakuwa wametisha mno. Oya, mtakuwa mmetisha sana wanangu. Kwa sababu Faisal Salum mchezaji bora, unaweza kuona kwangu mimi kiungo bora kwenye hii Afrika, kama sio namba 3 ama namba 2 kwa ubora, mimi nitamweka Faisal. Kuna watu wanambeza kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, lakini huyu anawazidi wachezaji wengi foreigner. Ni mchezaji bora kabisa. Na kama endapo Yanga watafanikiwa kumsajili Faisal Salum, sasa hapo itakuwa sasa ni rasmi kwenye swala hili la ubingwa, kwa sababu wachezaji wote wanao. Na hii itakuwa sasa umetuziba mdomo kwa vitendo kwamba mchezaji ambao sisi tulimtaka kwa misimu almost 2 au 3 wao wameenda kumchukua.
itakuwa umetisha mno. Bwana, pacha mimi nikushukuru sana. Asante.